Habari ndugu watazamaji wa Sheka Katoto TV. Kipindi kilicho hewani kwa sasa ni Jitambue. Kipindi hiki hurushwa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 6 kamili mpaka saa 7. Huletwa kwenu nami Nasra Matola na mwenzangu Neema Shabani. Kipindi hiki leo tunawaletea baadhi ya wazazi. Hawa wazazi eti Neema, utakuta mtu wakubwa wazima, wazee wazima mbele ya watoto wao wanafanya nini? Wanapigana. Je, wale watoto wanawafundisha nini pia? Wale watoto wanakuwa kwanza wanawaharibu kisaikolojia. Unajua wazazi mkiwa mnagombana mbele ya watoto, mnakuwa pale kuna kitu fulani ambacho watoto mnachowajengea. Kwanza mnakuwa mnajivunjishia yenyewe heshima, pili mnawaharibu kisaikolojia. Kweli kabisa Daniel. Maana mtu unatakiwa ujitambue. Kwa sababu gani? Wewe unafanya ugomvi mbele ya watoto, pale unatukana yule mtoto na yeye anakili yale maneno Si umeona? Kwa sababu gani? Mtoto anajifunza kutokana na nini? Wewe mzazi. Sasa wewe mwenyewe mkubwa ujitambue. Mtoto atajitambua kweli? Hawezi kujitambua. Wengine ndio utakuta hadi mbele kuna wajukuu hapo. Manake wale watoto ni wakubwa sio wadogo. Wengine wakubwa wanajitegemea au wamekuja tu pale kutembea, wanakuta wazazi ndio wanaongea kwenye mazingira yale. Wanajikuta tu wanagombana. Kwanza hata kwa majirani inakuwa ileti picha mzuri. Sana kabisa. Ileti picha mzuri inakuwa sio vizuri kwa kweli. Sasa wewe unakuwa mnafanya vile, alafu wale watoto nao watakuja kufanya nini baadaye? Sasa atakuwa anajionea ni jambo la kawaida. Ni kweli kabisa, lazima waone jambo la kawaida. Inatakiwa sisi wazazi kwanza uanze kujitambua wewe mwenyewe kabla ile jambo ulifanya. Lakini unalifanya jambo bila kujitambua, matokeo unawafundisha watoto, majirani, ndugu, marafiki. Yaani hawakuweki katika hali ya kawaida. Wanakuona huyu mtu vipi? Lazima kudharau kwanza. Wanakudharau kwa sababu hiyo ni tabia inakuwa sio mara kwanza wala mara pili. Kwa hata wale majirani wenu wale wanakuwa kila siku nyinyi ndio watu wa kuwashangaa, nyinyi watu wa matukio. Likitokea tukio wameanza hao. Yaani ni nyinyi kabisa nyenyani. Ikitokea tukio Kwa hiyo majirani wale wote wanakuwa wanajijengea ile mazingira kwamba ni tabia zenu za kugombana. Ni kweli kabisa Danaima. Kwa sababu gani nikwambie? Kwa kutokana haujitambui, unaweza ukapata hata matatizo ya kuendelea. Utakuta kwamba nyinyi kila siku mnagombana. Mwisho wa picha ndani mle mnagombana kwa sababu atajua ndo kaida yao. Kumbe yule mwenzio anakupiga ushaumia pakubwa, watu wanafanya nini? Wanadharau. Lakini mkianza kujitambua mwenyewe kwamba hapa ili tukio ninalofanya kesho na kesho kutwa ni madhara kwangu. Kwa hiyo utafanya nini? Utolifanya. Lakini sasa unafanya jambo yani bila kujitambua kwamba mimi nafanya ile jambo kesho na kesho kutwa litakuwa vipi. Mwenzio anaweza akakupiga labda na kitu kizito ukaumia, unapiga kelele kwa sababu ashakuzoea, najua kawaida yao. Ni kweli. Kwa kawaida inabidi wazazi ambao mke na mume inabidi wajitambue kwanza. Kabla kutenda. Siku na siku mnapigana, kweli inaweza katokea mnapigana, watoto wenu au wako pale sebleni au kuna sehemu tu hapo. Wanajua hao ndio kawaida yao. Mwisho wa siku mtu anakuwa na hasira, anachukua kweli kitu kizito, anampiga nacho kichwani au kitu chochote chenye ncha kali, anakuja pale anamjeruhi au mwingine hata kumpotezea maisha. Alafu mmoja hapo sasa hivi mtu akifanya tukio anakimbia. Uwe na watoto, usiwe na watoto, anakujeruhi pale. Mwisho wa siku anakimbia, uwe pale umekupata umauti au ushapata ulemavu au umejeuliwa sehemu kubwa, unaenda tena kulazwa hospitali kwa mambo tu ambayo ni madogo ambayo yanaweza kurekebishika. Kwa hiyo wazazi inabidi tujitambue. Kwanza haipendezi kugombana. Sana kabisa. Haipendezi, yani wajitambue kwa kifupi. Wajitambue, waache hizo tabia za ajabu. Inakuwa sio vizuri. Ni kweli. Kwa sababu gani? Kama wanavyosema Danaima, mtu anaweza kwamba kama hivyo ulivyosema yupo pale anagombana na mwenza wake. Watoto wapo. Kwa sababu watoto washazoea na nyinyi wenyewe mjitambue. Kwa hiyo ni watoto wadogo hawezi kutambua kwamba pale mwenzetu mmoja kazidiwa. Kwa sababu anakuwa ndani mwao. Kwanza wazazi wanapenda kugombania ndani mwao. Labda mambo yakizidi sana utaona mwingine labda anataka kukimbia ndo anapita pale kwenye ule sehemu ambayo waloka watoto wao pale. Sasa yule atapotoka mbio anakimbia.
Kwa hiyo watoto hawezi kutambua haraka kwamba huyu kuna nini kimetokea. Atatulia tu, anaona labda kakimbia au mama kakimbia tu, ugomvi umezidi. Kamua aondoke. Kumbe kuna tatizo la kuzidi. Lakini mkishajitambua mapema, maugomvi yasiyokuwa na maana hayapendezi jamani katika jamii. Unabidi kwanza mjilinde wenyewe, mjitambue kwamba hili ninalofanya kesho na kesho kutwa lina madhara yake. Umeona? Lakini unafanya jambo ukumbuki kabisa kwamba hapa kwanza unajua nani Naima, wengine wanafanya ugomvi hata mbele ya watoto, wanaanza tu kurupu, wanapigana. Siasala mama katoka kuoga tu, labda ndo bado hajavaa vizuri, utakuta mpaka nguo mtu inamdondoka mbele ya watoto. Hivi kwani nyewe mnajitambua kweli? Jitambue. Sasa kuna wengine, kuna wale wazazi ambao wanakunywa vile vinywaji vikali. Sasa wale wanaokunywa wale vinywaji vikali wale ndo wanakuwa wanavunjaga rekodi mitaani mpaka kwenye majumba yao. Kwanza anakuwa sio yeye. Akili zile za kwake zote zinakuwa zinaondoka, anakuwa sio yeye pale, wanakuwa watu wawili pale. Kwa hiyo pale yeye hana uwezo wa kufanya lolote lile mbele ya watoto au mbele ya majirani, na hajali hata kama kawa mzima kile kinywaji chake kimeondoka kichwani, lakini yeye uaga afikiri anaona kitu tu ni cha kawaida. Yaani hiyo yote kutokujitambua. Kutokujitambua. Kama angekuwa mtu unaacha vinywaji kwa sababu ushakuwa mtu mzima au ushakuwa na watoto, unaachwa vile vinywaji vikali vile, unalea familia yako, unakuwa karibu na watoto, hata majirani wanakuheshimu. Kwa sababu starehe ina muda wake. Unafanya starehe ukiona kwanza starehe ukishaona kwamba hauiwezi. Haina haja kuendelea. Bora umekunywa kama unavyosema kunywa hivyo mipombe, unaona umefanya tukio la ajabu kwa mtu mwenye kujitambua, inabidi uache kabisa. Unabidi uache. Lakini utavozidi kuendelea ndio unazidi kuharibika. Unaharibu hadi watoto sana. Na kila kweli kinywaji kina muda wake. Ukishafika mtu mzima sasa wewe unakunywa cha nini? Unaona? Au vijana watafanya nini wewe mtu mzima kwa sababu wewe unabidi ndio wakanye watoto. Wewe ndo kioo cha familia pale. Yani wewe ndo msingi wa familia. Alafu tena wewe mwenyewe ndo unaibomoa ile familia kwa mikono yako. Hasa pale unawajengea picha gani? Hauna unachokitengeneza. Inabidi wazazi wajitambue kabla ya kufanya jambo. Kwanza unajitambua. Hichi ninachokifanya kinafundisha watoto au kinawaharibu watoto kisaikolojia? Inakuwa sio vizuri kufanya mambo bila kujitambua. Kwa hiyo unajitambua kwanza, alafu ndo unakuja unafanya mambo yako ambayo yalokuwa na maana. Ni kweli Naima. Kwa sababu ukiwa unajitambua lile jambo, hutolifanya. Lakini kitu unajua mtu ukifanya kama ukijui chochote, kwa hiyo pale hujitambui kwa lolote. Unaweza kufanya jambo lolote mwenyewe unaona sawa tu katika jamii. Kumbe haujitambui. Unafanya kitu bila kujitambua. Yaani unakuwa unafanya jambo bila yeye mwenyewe kujitambua. Kwa kweli inakuwa haipendezi. Wazazi baina mke na mume wanatakiwa unafanya jambo kwamba hili kweli alipotoshi jamii. Inakuwa ni vizuri sana kuliko kufanya mambo ya ajabu. Inakuwa haipendezi kwa sababu sasa hivi watoto wanakuwa na utandawazi mitandaoni, wapi, yani kuna michezo TV. Kwa hiyo vile vituko ambavyo vinafanya mwisho wa siku wanaona kama movie. Wanaona kama movie na wao. Mwisho wa siku na wao wakija kuwa watu wazima huko wamepata wenza wao, wanakuja nao wanajistukia na kuja kufanya mambo yale. Kwanza hata kama ukiolewa, kama kuna mtu ambaye anaijua ile familia yako, mwisho wa siku anakuja anakuaibisha. Awe mke au awe mume. Kwanza nyinyi familia yenu mko vipi nyie? Familia yenu mambo yenu ni yale ajabu tu. Kwanza nikwambie Naima, inaweza kafikia tu hata kama una binti nyumbani pale, we mzazi usojitambua, au una mtoto wa kiume pale nyumbani. Hawa watoto hata akitaka kwa mfano wa kiume akitaka kwenda kuoa au wa kike akitaka kuja, yani mtu atakuja kumoa, lazima kutokana wewe mwenyewe ujitambue, unaweza kusababisha hata watoto wasioe wala sioe. Kutokana na nini? Mzazi zile za mila zenu. Atoka mzazi mwingine atasemaje? Yaani wewe unampeleka mwanao akaoe katika familia hii. Wale wenyewe wazazi wake wenyewe ajitambue kufanya nini? Umeona yeye atakuja kukufanyia nini hapo? Mwisho wa siku naye atakuja kuwa kama wale wenyewe, kama wale wazazi wake wenyewe wanakuambia maji ufuata mkondo. Ni kweli. Huo msemo ni kweli huo. Ni upo na kweli.
wanakwambia maji hufuata mkondo. Kwa hiyo yani pale itakuwa kwamba wewe mwenyewe wale watoto wako wale unakuwa kama unafukuzia bahati au unanyimia riziki kutokana na mambo ya ajabu ajabu ya kutokujitambua haya. Kweli kabisa. Alafu baadaye mnajitangaza, mnajisema ubaya. Mimi sio bure wanangu jinsi walivyo. Yaani wana nuksi, wametiwa nuksi. Nuksi unatia mwenyewe. Unakuwa umewatia wewe mwenyewe. Nyinyi wazazi ndio chachu ya wale watoto kuwatia nuksi. Hajatia nuksi majirani wala nini. Nyinyi wenyewe ndio mnakuwa mnajaribia. Kutokana kutokujitambua kwenu. Lakini endapo kama mngekuwa mmejitambua mapema, mkalea watoto wenu kivizuri, basi wangepata na wenza wao waliokuwa wako makini. Lakini nyinyi wenyewe mjielewe. Nafikiri huyo mtoto atapata mtu anajielewa? Hawezi kupata mtu anajielewa. Hawezi kabisa. Ni kikweli kabisa wazazi tujitambue katika kuwalea watoto zetu, na sio katika kulea watoto zetu katika mazingira yetu yote tunaoishi. Tujitambue hapa tunakifanya nini. Sio tunakurupuka tu tunafanya ugomvi sio kwa na sababu. Hivi mtu kabisa wewe mzazi unayojielewa, mtu unayojielewa, unajitambua kabisa. Unaona hapa labda kuna mtu ambaye namheshimu kabisa. Pale labda upo na mumeo labda akakwambia neno la masiara tu, una promotion tu si la maana tu, kuna watoto pale. Unajitambua kweli? Uwezo kujitambua. Uwezo kujitambua kabisa kwa sababu wewe ile inakuwa kama ndio ni tabia umejiwekea. Na lile neno pale unapokuwa unalitoa wewe kwako unaona kama ni kawaida tu. Sasa utakuta mwingine analitoa anaongea lile neno analipazia hadi sauti. Hadi mtaa wa pili au zile nyumba za majirani wote wanasikia. Yale Naima nikwambia kuna watu hawajitambui. Mimi mwazio Naima mimi sina na kauswahilini. Nishai kuona mtu yani anamuita mwanawe. Hivi mtu anajitambua kwa anamuita mwanawe fulani. Yule mtoto kama labda akusikia. Yeye baada ya kuendelea kuita lile jina anamuita wewe mbwa. Akimaliza pale anamalizia tusi kabisa. Sasa unajitambua kwani mwanao kamuite mbwa, wewe mwenyewe nani? Mbwa anaweza, binadamu anaweza kuzaa mbwa? Basi wewe ujitambue kama yule mtoto mbwa, basi na wewe pia mbwa. Wazazi kweli wanatabia watoto wao kwa watunga majina ajabu ambayo hayapendezi katika jamii. Yaani anaona kama akimuita akachelewa kuja au kamuita kama hivyo wanavyosema anaendelea kucheza. Kweli anampa jina ambalo alistahili. Kwa hiyo pale watu wote walikuwa pale kwenye ile jamii wanawazunguka wanafikiri unawajengea picha gani? Hamna picha unawajengea nzuri, unawajengea picha mbaya. Picha mbaya inakuwa. Kwa hiyo wazazi sisi kama wazazi tuwe ndo ufunguo wa familia na tuwe tunajitambua kitu gani ambacho tunakiongea kwa watoto wetu. Kweli kabisa. Kwa watoto wetu, watoto nao wengine unajua anakuta wanaiga hata huko mitaani naye anaweza kaa anamwambia mwenzie neno hilo ambalo unaliongea wewe. Mwisho wa siku unakuja unashangaa. Kweli huyu mwanangu mimi sina kwanza tabia hizo, kumbe tabia hizo kweli unazo. Ila unajificha tu, kumbe ni tabia zako. Kwa hiyo naye mwisho wa siku anacheza, mwisho wa siku anamuita mwenzie vile vile kama vile unavyomuitaga wewe. Sasa naona ni neno tu la kawaida lile. Kwa sababu mtoto anajifunza kutokana na wewe mzazi. Kutokana na wewe mzazi. Sasa mkubwa unaongea neno kama lile, mtoto atasemaje? Na yeye anafuatisha mule. Kwa sababu anaona kwamba kumbe ile neno ni zuri tu. Kutokana sisi wenyewe wazazi hatujitambui, tunaliongea tu neno lolote tunaliona sawa. Kwa hiyo na mtoto, kwa sababu mtoto ni mdogo, mtoto anabidi kujitambua kwa mtoto unatokana na wewe mkubwa jinsi unavyomlea. Wewe mwenyewe mkubwa hujajitambua, mtoto atajitambua? Hawezi kujitambua. Hawezi kabisa. Ndio maana tunaambiwa kuna msemo mwingine eti samaki mkunje angali mbichi. Kwanza na mwenyewe ujiangalie kwanza, ulikuwa mambo yako unayafanya mazuri? Ukishayafanya vizuri na watoto nao wanaelekea vile vile vizuri, lakini ukiwa na mambo ya ajabu na wale watoto nao watakuwa wanaiga zile tabia zenu za ajabu. Kwa hiyo tunatakiwa tujitambue wazazi, tuwe tunaongea kauli nzuri kwa watoto, wasije nao wakaenda kuzipeleka nje ya jamii. Mwisho wa siku unakuja unakuwa kama watu wanakudharau. Yule mtoto ana tabia hizi na hizi, yule kama wazazi wake yule. Kwa kweli haipendezi. Tujitahidi sana na tujitambue wazazi. Alafu nikwambie Naima, watu kama hawa wasiojitambua, kama wanavyosema, mzazi mwingine akija kumlaumu ule mtoto anafikia hatua mpaka kutaka kwenda kugombana naye. Kwa nini mwanangu mumwambie vile, mumwambia kama yani unamwambia mwanangu eti ana tabia kama zangu, mimi nina tabia kama hizo? Kutokujitambua. Kwa hiyo wewe unachokifanya kile ukioni kabisa, kwa sababu sijitambui unafanya tu jambo lolote. Kwa hiyo ukija kulaumiwa unajiona kama vile kama umeonewa. Lakini kumbe ndo vitendo vyako. Kwa
Kwa hiyo jamani, wakubwa wenzangu, tujitambue. Nafunga kipindi. Mlikuwa nasi watangazaji wenu Nasla Matola na Neema Shabani Ngaranda.